Mwanangu, samahani sana kwa usumbufu, nimekusumbua mpaka umefika hapa. Mama, huna haja ya kuniomba radhi. Umri wako ni sawa na mama yangu, kwa hiyo wala hujanikosea. Nashukuru kwa hilo mwanangu, na pia na imani wewe hunijui na mimi sikujui, lakini imani yangu kubwa ya kukutafuta wewe, najua kabisa kwamba wewe una uhusiano na yule Kado, ni mdogo wako, na kwa mtazamo unaonekana kabisa kwamba ni mtu wa busara, na ndio maana nikaona ngoja nikutafute kutokana na busara zako na imani kwamba nitapata msaada wa kibusara. Kiukweli kabisa pale kwangu yule Kado maisha anayoishi mimi hayaniridhii kabisa. Nikiwa kama mzazi na mimi nina watoto, kwa kweli maisha anayoishi Kado ni mabaya, kwa sababu amekuwa ni mtu wa kudhalilika, anapigwa kila siku. Yaani kwa kweli siridhiki na vile anavyoishi. Na usichokijua ni kwamba hivi tunavyozungumza, jana tu huyo Kado ametoka kufanyiwa mambo ambayo si mazuri kabisa. Yaani yeye ndo amemfumania mkewe, alafu yeye tena ndo anatoka kumuomba radhi yule mkewe. Licha ya kule kumuomba radhi yule mke, hata ule utu na busara basi kuona kwamba tayari yeye alishakosea, bado yeye tena anachokifanya, anarudi tena yule mke, yeye tena ndo anampiga Kado. Kitendo kimenijeruhi sana moyo wangu, sijapenda, nimeumia sana. Na nikimwangalia mtazamo wake, hana maamuzi, hawezi kujikwamua katika hili. Sasa sisi wa pembeni ndo tunye uwezo wa kuweza kumkwamua. Nimekutafuta mwanangu, tuweze kumtoa pale kwenye lile dimbu ya amezama, anateketea. Yule si mwanamke, yule ni gumegume. Yule sijajua ametokana naye wapi, ni gumegume lile limeshindikana, yani kurung'unyu liloshindikana na wahudumu ndo kaja kulibeba yeye. Ebu nikuombe mwanangu, fanya namna yoyote tuweze kumkwamua. Sawa, mimi nimekusikiliza na nimekuelewa sana mama yangu, na hakika umeongea kwa hisia kubwa sana. Inaonyesha ni jinsi gani ya mambo yanakuumiza. Kwa upande wangu nafahamu kwamba mdogo wangu anapitia changamoto kubwa sana katika ndoa yake, na mimi ni kuahidi tu yote ulionambia nitayafanyia kazi. Nitashukuru sana, yaani nitashukuru sana babangu. Nitakuombea tu Mungu aendelee kukupa hekima na busara, na uendelee kuyatatua kila yaliyokuwa mema. Sijali mama. Baba. Asante. Shukrani. Haya. Heri sikovu ponge jeraha, maumivu na kosara, jaribu kufosi furaha, inanumiza kidomo machoni mwao, dosili nzito lonayo, kutendwa na tendwa, kuacha na shindwa, ndo inanumiza roho. Inanumiza roho, inanumiza, inanumiza moyo, inanumiza. Unaniangalia nini? Kwani hujui kinachoendelea? Acha kujiuliza kinafiki. Niandikie talaka yangu hapo mimi niondoke. Mbona acha nafasi kubwa kiasi hicho? Zitatosha kweli hapo talaka 3? Talaka 3? Kumbe nini? Talaka 3 ndio. Hizo zingine nataka kumwachia nani?
Acha kuwaza, niandikie basi talaka yangu. Yani mapenzi ni viji mambo, mapenzi ni ayo gando, mapenzi ni vita na umiza. Ukiliona nalewa kisa mapenzi, basi niacheni, basi niacheni, maana mapenzi yanaumiza. Basi niacheni, basi niacheni. Maneno ya kuishia kuandika au nikufundishe? Basi andika, nimeamua kumpa talaka T nikiwa na akili timamu. Hiyo saini hiyo sijaielewa. Saini vizuri hapo. Saini vizuri hapo. Nimeandika hivi. Sio kwamba nimependa, ila tu kwa sababu imebidi. Bwana we, imebidi unapenda kitu gani? Hebu subiri kwanza. 3 kweli hapa tayari? Sawa. Hey! Hatimaye sasa hayo yamekuwa. Jamani, talaka ninaona natamba nayo mjini. Mashoga zangu nipo live, mwenye bata zake aniarike. Mnanganga muhole mwendo wa kuluka. Hey! Majirani mko wapi, mje mnione jamani, tushare fly niliyokuwepo nayo. Yaani ni mwendo wa bata, mwendo wa kuruka. Hey! Jamani, njoni basi tushare fly niliyokuwepo nayo. Yaani na raha kama ndio siku basi leo napata pesa kuliko siku zote duniani. Jamani tushangilie tule bata jamani, nipo live. Dati. Yes, shoga yangu, mbona umefunga? Taraka mama, taraka ya mjini. Taraka nginja. Taraka nginja. Sasa mama. Ngoja. Nipo single. Na enjoy. Nipo single. Na enjoy. Udugu mali. Haina haja ya kuumia kiasi hicho. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Lililokuepuka leo ilikuwa ni shari ya kesho. Kwa hiyo lililotokea Mwenyezi Mungu ana makusudi nalo. Hapana mama, siwezi kuishi bila yeye. Basi angalia uwezekano wa kuongea naye. Kado mwanangu, nikwambie tu, huyu sio Mungu useme kwamba bila Mungu hutoweza kuishi. Huyu ni mwanadamu tu kama wanadamu wengine. Na wewe huwezi kujua Mungu amekuepusha nini juu ya hili. Si ajabu Mungu amekuepusha matatizo makubwa zaidi yalikuwa yakupate kuliko hili lilotokea. Hivyo ni kuombe mwanangu, kuwa jasiri. Mwanaume anatakiwa awe jasiri. Mwanaume anatakiwa awe ngangari, awe mstahimilivu juu ya yale yanayompata. Nataka hapa unionyeshe ujasiri kama mwanaume, na sio kulialia. Yeye ulimpataje mpaka ushindwe kupata mwingine wa kukutuliza moyo wako? Kaa tuliza moyo. Lakini moyo unauma sana. Ndio najua unauma, lakini kaa vumilia. Piga moyo konde. Iko siku utamsahau. Si unanielewa mwanangu? Kwani inawezekana? Kuna uwezekano 100%. Kama huyu ameondoka, Mungu atakuletea aliye bora zaidi ya huyu. Unanielewa vizuri mwanangu? Sitaki tena nikuone unalia. Wewe umeshalia sana miaka mingi na sio kuomboleza. Sasa ni kuwa ngangari. Umwachie Mungu afanye kazi yake. Unanielewa vizuri? Heri sikovu ponge jeraha, umivu na kosara, jaribu kufosi furaha, inanumiza kidomo machoni mwao, dosili nzito lonayo, kutendwa na tendwa, kuacha na shindwa. Kim mwanangu. Abe mama. Nimekuita hapa
kwa sababu moja tu. Kwanza kabisa, mwanangu, wewe ni mtoto wa tofauti sana. Kwanza umefika hapa kwenye hii nyumba yangu, ni mtu ambaye umekuwa tofauti na wenzio. Kwanza ni muelewa, alafu una huruma. Hivi unajua mimi ninapata mashaka sana na wasiwasi kwa ajili ya huyu kijana huyo Kado. Huyu Kado kwa kweli matatizo yake mimi yananipa wasiwasi sana. Kwa sababu kama hivi, kuanzia jana alivyopata hilo tatizo, yupo ndani, amejifungia. Ana kazi ya kulia tu, maskini ya Mungu. Sidhani kama anakula wala anakunywa. Yaani mimi wasiwasi wangu naona kwamba ninachokiogopa mimi. Sio unajua mimi ni mzazi, lazima tu nitakuwa na wasiwasi. Yaani wasiwasi wangu mimi kwamba asije akafanya maamuzi magumu. Hapana mama. Mimi sidhani kama anaweza kufanya hivyo. Isitoshe, ana kaka yake yule. Kweli mwanangu unavyosema. Ni kweli ana kaka yake. Lakini mbona kuanzia haya matatizo yameanza? Sijamuona huyo kaka yake kuchukua maamuzi yoyote wala kumsaidia ndugu yake. Huyu kijana anateseka sana. Naumia rohoni, yani naumia. Hebu angalia kweli jamani, huyu dada hana utu wala ustaarabu. Jana wakati kwanza anaolewa huyo binti, ameletwa hapa kwangu. Huyo kijana alikuwa ameshajikamilisha, ana kila kitu kwenye chumba chake. Si unanielewa? Lakini jana nilichostaajabu, yule dada alikuja tupu. Wakati anaondoka kaja na Kigoma, kaja na usafiri dada, kabeba kila kitu. Hivi yule kaka kaachwa mtupu. Unajua mtupu, hakuna cha kitanda, hakuna kitu chochote. Vinguo vyenyewe sikachwa viwili, kwa sababu mpaka begi lake la nguo kalibeba, alikuwa anaondoka nalo. Sawa mama, nimekuelewa. Nikutoe hofu tu, hilo jambo kwangu limeisha mama. Pia kuna jingine ambalo nisisahau. Yule kaka, jana nimejitahidi kupika chakula. Nikamkaribisha aje kula chakula. Ameona aibu, hajaweza kuja kula. Hivyo basi kama utaweza, hata kama ukipika chakula, msemeshe angalau aweze hata kula tu. Usijali mama, nitafanya hivyo. Basi nashukuru sana, na pia nafurahi kwa sababu kwanza nimuelewa sana. Sawa mama, wala usijali. Natumaini hautaniangusha. Haya mwanangu. Mimi nipo ndani mama. Haya mama. Zikinishinda tabia humu ndani nitaondoka. Nipe hata muda kidogo, kwambie humu ndani yaliyomo. Kuna ndugu yako analeta zogo, kila siku yeye anazusha maneno kwa majirani, anasema mimi nawe hatuendani, ananichukia. Ukiondoka kazini humu ndani yani purukushani. Kado, samani kidogo. Samani Kado kwa kukuita. Na pia nikuombe radhi sana kwa siku ya jana. Na pole sana. Unajua jana wakati ile tukio limetokea, mimi sikuwepo. Na isitoshe nilivyorudi pia ndani kwako umejifungia muda wote tangia jana hujatoka. Pole sana kwa matatizo aliyokukuta. Asante sana Kim. Lakini hizi ni changamoto tu ambazo kwenye maisha zinatokea. Niko sawa, sijali. Sawa Kado, mimi nakuelewa. Na najua wewe ni mwanaume, huwezi kusema kila kitu. Lakini umekula? Nimekula Kim. Samahani kama nitakuwa nimekukosea kukuuliza hivyo. Ila mimi nimepika chakula kingi sana hapo ndani. Kama hautojali naomba tukale wote kwa sababu najua haujakula. Kutwa nzima jana nimekuona umejifungia mlango.
wewe wala usijali. Mimi natoka kidogo naenda kwenye mihangaiko huko. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa. Asante sana. Tafadhali. Nimepika chakula kingi sana, isitoshe niko mwenyewe. Naomba twende ukali. Nitafurahi sana nikiona unakula. Tafadhali nakuomba. Japo anapajua kwangu ila kwake sipajui. Anawajua ndugu zangu, ndugu zake siwajui, ila mwenzenu mimi nimenogewa kwa huyu mpenzi. Oh, nimenogewa kumwacha siwezi. Kwake ndo nimenogewa kwa huyu mpenzi. Oh, nimenogewa kumwacha siwezi. Kumwacha siwezi. Shoga yangu zaili shairi, huyu alikuwa anasubiri mwenzie achike haingie yeye. Na kingine hili kwangu mimi funzo, tujiangalie, kwa sababu unapokuwa kwenye ndoa yako utaki kuyatoa mambo ya ndani kwako yote. Umeona ya mwenzetu haya? Tena mimi nina 100%. Huyu ndo alosababisha mwenzie achike. Wewe naye tumia akili. Wewe picha ulioni hapa? Yaani hapa cut off, mchezo umeisha. Kwa majirani anasema mimi nawe hatuendani, ananichukia. Ukiondoka kazini humu ndani yani purukushani, ananichukia. Kuna kitu sije nikakisahau. Wewe, Mima. Bora na wewe uje hapa. Sije nikachelewa. Acha tena. Tuko kwenye treni au? Kuna nini tena? Mbona kama tupo kikaangoni? Sio kikaango tu, na makalai. Makalai yenye mafuta? Haya, tukaange. Hivi nyie, amjui kama Kim na Kado na mahusiano? Kwaga na uwezo ningemwomba Rais Mama Samia afungwe mahakama mapenzi, nimechoka kuumizwa ila ndo sina vigezo, namuomba